Wewe ulifika mahali ukaona kwamba wewe pia na rais mko sawa, yeye nusu wewe nusu, ya kwamba yeye rais na wewe mlichangia hii serikali, kwa hivyo mnakawana katikati. So akaona ya kwamba sasa mimi ndio rais, wewe ni naibu yangu, inakuaje tufanane kila kitu. La pili, swala la pili wanasema ya kwamba after impeachment hautawahi kuombea kiti chochote katika nchi ya Kenya, ama itakuaje? Kwa hivyo kijibu hiyo mbili mwenzangu nitatangulia. Mimi hakuna siku nimesema mimi na rais tuko sawa, kwa sababu yeye ndiye rais wa Jamhuri ya Kenya, mimi nilikuwa msaidizi wake. Lakini hiyo haikunitoa haki ya kuongea, kwa sababu pia mimi ni Mkenya na katiba yetu inakubalia kila mtu kusema ukweli. Shida ilikuwa kila mtu anaambia rais ndio. Ni ile inaitwa praise and worship choir. Mimi nikataa kuingia katika hiyo choir. Mimi nikakuwa ninamwambia ukweli vile raia wanasema. Mambo ya kwamba ati nikifukuzwa sitasimama kiti, hiyo haina maana kwangu. Unajua watu wanafikiria ati mimi ni mtu najipenda sana. Sio lazima nikuwe chochote katika hii Jamhuri ya Kenya. Na mimi ningesikiza vile rais alikuwa ananiambia nijiuzuru, because alikuwa ameniambia wewe jiuzuru nikupatie bilioni 2 uende nyumbani, uende upumzike, fanya mambo yako, uwe na security, uwe na mshahara na unaweza simama siku nyingine. Sasa nikajiuliza, yule anakupangia mabaya anaweza kukupatia suluhisho ya vile utaishi? Ukiona ile mtu anakupangia mabaya, ile barabara anakuambia uende, unaenda opposite. Kwa hivyo mimi sijipendi. Hata wabunge ya kwangu wengi sana wale wananiunga mkono walikuja kuniona kuniambia wewe jiuzuru ndio ukue upate nafasi ya kusimama. Nikasema hiyo ni kujipenda. Sio lazima mimi nisimame, sio lazima niongoze. Mimi lazima nijitolee, nitetee wa Kenya na ukweli ujulikane. Na si ati lazima mimi ndio nikuwe kiongozi wa Kenya. Wengine iko watu wengi sana ya kuongoza. Mimi nitakuwa kwa ile team itafanya. Lakini hakuna mtu amenikataza kusimama. Mimi niko na kesi kotini inaendelea. Uhuru Kenyatta na Ruto walisimama wakiwa na kesi kwa Hague. Katiba ya Kenya iko wazi ya kwamba kama ugali uko na mambo kotini, right yako ya kupigania kiti hawezi ondolewa. Kwa hivyo mimi nikitaka kusimama nitasimama. Lakini hiyo haina haja saa hii. Ile kitu ya maana sana ni vile tutapanga hii Kenya na wengine ndio tuweze kuwapata uongozi bora. Mheshimiwa Rigiji